Kuna wakati katika historia ya taifa ambapo ardhi hunyamaza kwa taadhima. Kuna wakati upepo hunong'ona majina ya waliopotea na jua huangaza kwa huzuni kana kwamba nalo limeelewa uchungu wa watu wake. Tanzania, taifa lililozaliwa kwa matumaini, lililolishwa ndoto za uhuru, sasa limesimama kimya, likitafakari jeraha jipya moyoni mwake. Tangu tarehe 9 Disemba ya mwaka 1961, bendera ya Tanganyika ilipopaa angani kwa fahari, nchi hii ilikuwa ishara ya matumaini barani Afrika. Hakukuwa na damu za makabila wala visasi vya kidugu. Tulizaliwa kwa amani, tukalelewa kwa umoja, tukakuwa kwa mshikamano. Hata tulipopitia vita vya Kagera mwaka 1978 hadi 79, tulipigana si kwa chuki ya ndani, bali kwa kulinda heshima ya mipaka, utu wa taifa na uhuru wetu. Lakini sasa swali linauliza kwa ukali: ni lini ardhi ile ile iliyozaa matumaini ilianza kunywa machozi ya wanawake? Oktoba 29 haikuwa siku ya kumbukumbu, haikuwa sikukuu, haikuwa ari ya taifa, ilikuwa siku ya vilio. Katika maeneo ya tofauti ya nchi, hewa ilikata kwa haraka. Maneno ya hasira, sauti za kero, vilio vya haki na miguno ya kukata tamaa vilijaza anga. Wananchi walionekana mitaani wakieleza huzuni, majonzi, kukerwa na maumivu yaliyokuwa yamekusanywa kwa muda mrefu ndani ya mioyo yao. Kilichoanza kwa maandamano ya madai ya mabadiliko, haki au kusikilizwa, kidogo kidogo kiligeuka kuwa hali ya hofu, mkanganyiko na machafuko. Ndani ya vurugu hizo, wapo waliopotea ghafla, wapo waliodhurika vibaya, wapo waliouawa, wapo walioporwa mali zao, na wapo pia waliopoteza fursa za maisha yao. Mama alibaki na picha tu ya mwana aliyemwaga asubuhi. Baba aliuliza maswali yasiyo na majibu. Muda ulisimama kwa familia nzima. Na katika mitaa na masoko, maduka yalivunjwa, vibanda vilichomwa au kuporwa, gari lilichanwa, biashara ikageuka majivu mbele ya macho ya mwenyewe. Wapo waliokuwa wamejenga maisha yao kwa mikono yao kwa miaka mingi, lakini dakika chache tu zilitosha kuifuta safari yao. Kilichobaki baada ya yote hayo hakikuwa tena sauti, kilikuwa ni ukimya mzito wenye vilio vilivyofichwa ndani ya mioyo. Kuna kitu hatari kuliko silaha mikononi mwa mtu, ni maumivu moyoni mwa kijana. Vijana wengi walihisi hawasikilizwi, wanadharauliwa, wanapotezewa haki, wanabebwa na mzigo wa taifa lisilowathamini. Hasira haikuwa tu kwa matukio, bali kwa historia ya maumivu yasiyojibiwa. Na pale haki inapotoweka ghafla, chuki huanza kuchanua misili ya magugu. Lakini swali la kuogofya zaidi, hasira hiyo inaenda wapi? Na jibu lake linaning'inia hatarini kuelekea Disemba 9. Disemba 9 imekuwa siku ya nuru kwa zaidi ya miongo 6. Ni siku iliyofundisha Watanzania maana ya kuwa watu huru. Lakini mwaka huu hewa imebadilika. Badala ya shangwe, baadhi ya mioyo imebeba hofu. Badala ya nyimbo za taifa, yapo manung'uniko ya majeruhi. Badala ya fataki, yapo maombi yasiyo na sauti. Hakuna taarifa rasmi ya maandamano mapya yaliyopangwa kupata ruhusa au uhalali wa kisheria, lakini hofu haijali kalenda wala vibali. Hofu hutembea na kumbukumbu. Watu wanaogopa si sherehe, wanaogopa machafuko, vurugu, mauaji mapya, uporaji, kufa kwa amani ya taifa. Na hofu hii si ya kipuuzi, ni matokeo ya jeraha ambalo halijaponyeshwa. Tanzania kabla ya haya haikuwa hivi. Tanzania ilisimama kwa muda mrefu kama kimbilio la wakimbizi, taa ya amani kwa Afrika, taifa la upendo na mshikamano, nchi ya heshima ya kimataifa. Hapa ndipo wapigania uhuru kutoka nchi nyingine walipopata mafunzo, msaada, hifadhi na tumaini. Ilikuwa ni ardhi ya baraka. Ndiyo maana matukio ya Oktoba 29 ni kama doa jipya kwenye mavazi meupe ya taifa letu. Na historia itatuuliza, mtoto wa baadaye atasoma nini kuhusu mwaka huu? Atasoma nini kuhusu sisi? Je, tutakumbukwa kama kizazi cha hasira, chuki au damu?
au kama kizazi cha busara, uponyaji na amani. Taifa, amka kwa upendo. Hatuwezi kuirudisha damu iliyomwagika. Hatuwezi kufuta machozi yaliyomwagika. Hatuwezi kuyafuta makovu ya mioyo iliyopasuka. Lakini tunaweza kuzuia damu nyingine isije kumwagika. Tunaweza kusema yatosha sasa. Tunaweza kuchagua mazungumzo badala ya vurugu, igazaji badala ya silaha, haki badala ya visasi, upendo badala ya chuki. Kwa sababu uhuru wa kweli haupatikani kwa kupigana, hupatikana kwa kuheshimiana. Na kama kweli tunaienzi tarehe 9 Disemba, basi tuiadhimishe kwa njia moja kuu: kulinda uhai wa kila Mtanzania, kusimama kwa kweli na haki, kujenga badala ya kubomoa, kuponya badala ya kuumiza. Tanzania si nchi ya damu, ni nchi ya nyimbo, wimbo wa umoja. Ardhi yake haina kiu ya machozi, bali kiu ya matumaini. Kama majani yanavyoomba umande, ndivyo taifa letu linavyoomba amani. Kama mtoto anavyotafuta kifuani, ndipo Watanzania wanavyotafuta usalama. Tusivunje tulichojenga tangu 1961. Tusibomoe ligasi ya mababu wetu. Tanzania isimami kwa bunduki, inasimama kwa mioyo. Tunaiachia Tanzania hii mikononi mwa sala, sio risasi. Tunaikabidhi kwa busara, si kwa hasira. Tunaiacha kwenye kumbukumbu za waliopoteza maisha, machozi ya waliobaki na ndoto za wasiozaliwa bado. Kama taifa, tusisahau, damu iliyomwagika hairejeshi haki, lakini inaweza kutufundisha thamani ya amani. Machozi hayajengi nyumba, lakini yanaweza kulowesha mbegu ya mabadiliko. Na kama kweli uhuru unaadhimishwa, basi tuanze kwa kuwa huru dhidi ya chuki, huru dhidi ya hofu, na huru dhidi ya risasi. Kwa kila mama aliyelia, kwa kila mtoto aliyesubiri, kwa kila kijana aliyeanguka, tunaahidi jambo moja: tutaikumbuka amani na tutaichagua amani hata pale inapokuwa ngumu. Na kwa Tanzania yetu tunasema lala salama. Amina.